Hujambo mtazamaji wa A Media, karibu sana katika kipindi chetu maalum, kipindi ambacho tunakuletea mahojiano mbalimbali na watu mbalimbali. Leo katika kipindi hiki nipo na moja kati ya vijana wenye uthubutu mkubwa sana ambao wamejizatiti kuanzisha taasisi mbalimbali. Taasisi mbalimbali kama vile TUF, Thamani Yangu Utu Wangu. Hii ni taasisi ambayo inajishughulisha na utoaji wa misaada kwa watu wasiojiweza. Langu jina ni Anton Charles, nikusii ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nipo na CEO wa taasisi hiyo ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation, utakwenda kumfahamu. Mambo vipi? Poa poa ndugu yangu. Naona mambo yanasonga ndugu yangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jalia. Ndio. Ameturuzuku hidayah ya uzima. Ndio. Sasa tukianzia hapo kwamba wazo hili la kuanzisha taasisi hii ya Thamani Yangu Utu Wangu nilianzia sawa. Kabla tujafika huko, kwanza langu jina ni Frank Julius Mbiru. Ndio. Kama nilivyokwishatambulishwa na ndugu mtangazaji hapa. Ndio. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali inayofahamika kama Thamani Yangu Utu Wangu Foundation, yenye dhima ya kuwasaidia wahitaji. Napozungumzia wahitaji nadhani naeleweka kwa ukubwa. Haswa. Hapo tuna wagane, wajane, walemavu, yatima na watoto wote wanaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Ndio. Swali lako la kwanza kunisogoza. Ndio. Nilifikiria nini mpaka kuanzisha kitu hichi? Ndio. Jambo hili ndugu yangu naweza kusema ni maono kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi maono haya yamekuja kwangu kwa ukubwa mara baada ya kupoteza wazazi wangu wote wawili. Mimi nimempoteza mama yangu mzazi mnamo mwaka 2009. Ndio. Tarehe 5 mwezi wa 5, na 2021 tarehe 5 ya mwezi wa 5 pia nikampoteza baba yangu mzazi. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo ya kuwa miongoni mwa watoto wanaoishi bila wazazi, yani yatima, basi hichi kitu kikaniwia moyoni mwangu. Ndio. Nikasema ngoja basi nikiingize katika utekelezaji sawasawa na ninavyojisikia moyoni. Basi nikiwa masomoni elimu ya sekondari ya juu, kimaanisha advanced level, ndio, nilikuwa miongoni mwa viongozi katika kamati iliyoandaa tukio tulilofanya Bagamoyo Amani Orphanage Center, ikiwa ni sehemu ya kutimiza ile nira na dhamira ya dhati ambayo ipo ndani yangu. Ndio. Lakini nilivyojiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam Tumaini University hapo mwanzo TUDACO, ndio, 2022, ndio, niliwashirikisha wenzangu watatu. Ndio. Bwana Revival Tobias Beda, Bwana Julius Nicodemus Amani na Bwana Charles Yunus Sanyagi, ambao wote kwenye taasisi yetu ni viongozi. Nilivyowashirikisha hao wakasema ni jambo zuri sana. Revival Tobias Beda, Bwana Julius Nicodemus Amani na Bwana Charles Yunus Sanyagi, ambao wote kwenye taasisi yetu ni viongozi. Nilivyowashirikisha hao wakasema ni jambo zuri sana, tunaweza tukaliingiza kwenye utekelezaji. Basi baada ya kupata maono yao na kuwashirikisha wenzangu, basi nao bila tone yoyote ya ajizi waliamua kuungana nami, tukashikamana kwa pamoja, tukawa kitu kimoja kufanya huduma hii inayompendeza Mungu pamoja na wanadamu. Ndio, kwenye maelezo yako hapo tumeona umesema kwamba wazo hili limetoka mbali sana. Sasa kwanza nikupe pole kuhusiana na hilo swala la matatizo ambayo uliyapata, kufiwa na mama. Ndio. Lakini pia nilikuwa nataka kujua labda ni nini haswa ambacho kilikusukuma mpaka ikaja hii Thamani Yangu Utu Wangu? Mimi kilichonisukuma, ndio, baada ya kuwa miongoni mwa watu ambao wanaishi katika hiyo status ama huo wasifu, ndio, nilijionea mengi sana. Nikwambie tu ndugu yangu, ndio, unapopoteza wazazi, ndio, amini kuwa umepoteza nguzo muhimu sana hapa duniani. Sahihi. Lakini tumaini la Mungu linabaki alipo pale pale. Kuna familia ambazo zinapata support kutoka kwa ndugu na kuna familia ambazo zinakosa kabisa. Ndio. Ni miongoni mwa wahanga wa sehemu hiyo. Kwa baada ya kuona namna ambavyo maisha
yanabadilika. Ndio. System ya maisha inavyobadilika baada ya kupoteza wazazi, namna ambavyo unaishi kwa uhaso, Ndio. mapambano yanatakiwa yaongezeke. Mimi ninachoshukuru mzee wangu alinitengeneza. Tangia niko form 2 mzee wangu alinitengenezea ile hali ya kufanya kazi. Ndio. Na kuonesha hali ya kujitegemea. Kwa hiyo nilijaribu kupambana, lakini mapambano yalizidi zaidi ya hata wazazi walivyokuwepo. Kwa baada ya kuona kwamba kuwa katika hali hii ya kuishi bila wazazi inakutengenezea namna nyingine ya maisha ya kuishi ambayo inakuwa na hali ngumu sana, hususan sisi ambao tumetokea katika familia duni, familia za chini. Ndio. Kwa baada ya kuliona hivyo na kumshukuru Mungu wa kunipatia uwezo wa kufikiri, kufanya mambo, basi nikaona nianzishe hii kile kidogo ninachokipata mimi pamoja na wenzangu na familia yote ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation. Basi tugawane na hao wahitaji, na hao ndugu zetu wahitaji, ni watu wetu wa karibu. Kwa hiyo mimi nilisema nitakapopata 200, 100 nitakula na 100 watakula wahitaji mpaka pale Mungu atakavyoamua kunipumzisha katika dunia hii. Sawa. Kitu kingine nilichokuwa nataka kujua kutoka kwako, mkurugenzi mtendaji wa Thamani Yangu Utu Wangu. Tumeona hii taasisi yetu inajihusisha na masuala ya zile loot, labda unakuta leo tumetoka hapa tunaenda kuwasalimia labda watoto yatima. Sasa ndani ya vitu kama hivyo au ndani ya loot kama hizo tunaona kwamba kuna vitu mbalimbali. Sasa mimi nilikuwa nataka nijue experience yako labda ambayo umeipata au namaanisha umejifunza nini haswa kupitia vitu kama hivyo ambako mlikuwa mnatoka mna move mnaenda sehemu nyingine. Ndio, labda umejifunza hivyo ambako mlikuwa mnatoka mna move mnaenda sehemu nyingine. Ndio, labda umejifunza nini? Na kujifunza vipo vingi sana. Ndio. Binafsia naweza nikasema watu wengi wanajifunza. Kwa sababu naweza nikakupa flashback ya tukio tuliloanza kulifanya tarehe 29 ya mwezi wa 4, 2023. Ndio. Bagamoyo, kituo kimoja kinaitwa Amani Orphanage Center pale Zinga kwa wazi. Tulienda watu kama 15 hivi. Na muda huo niliagiza Costa nzima ilikuja. Costa nzima. Hawakwenda watu wengi, lakini wale walioenda walikuwa chachu ya wengine kuja na kufanya zile huduma. Tukatoka hapo tukaenda Buloma Foundation Orphanage Center. Baada ya kutoka Buloma Foundation Orphanage Center, pale tuliwapata watu wengi sana. Kule tulishirikiana na wenzetu wa Seven Need Family pamoja na chuo kikuu cha Dar es Salaam, faculty ya Geoscience, masuala ya miamba. Zilienda takriban gari 3. Kwa hiyo kila event inavyozidi kwenda, tumefanya event 6 mpaka sasa. Kila event inavyoenda, idadi ya watu inaongezeka. Kwa watu wanavyoenda, wanavyoobserve maisha ya wale watu kule vituoni, ya wahitaji kule vituoni, yanawapa tafsiri halisi ya namna gani wanaishi. Kwa hiyo wakirudi wanakuwa ni mawakala ama naweza nikasema ni mabalozi wazuri kwa wengine, kuambia kwamba jamani, hivi vitu viko serious. Watu wanaishi kwenye mazingira magumu kweli. Kwa sababu vile vituo vinategemea watu waende watoe zawadi zao, wapatikane watu watakwenda pale kuwachangia kushana mahitaji ya shule na nini na nini, na vitu vyote wanaviona, namna watoto wanavyoishi, historia ya vituo vilivyokuwepo, namna wanavyoishi. Kwa hiyo kujifunza sio mimi peke yangu tu, kila tunapotoka kwenda sehemu tunajifunza. Ndio maana sisi trip zetu za safari sisi tunafanyaga sehemu za mbali ambazo watu wengi hawafiki. Tumeenda Bagamoyo, tumeenda Kibaha, tumeenda Kisarawe, tumeenda Chamazi, tumeenda Kivule, na tumeenda tena Bagamoyo kukamilisha hizo eventi 6. Kwa hiyo ndugu yangu mtangazaji, ya kujifunza vipo vingi kwenye hii lengo ya wahitaji. Kujifunza vipo vingi, na ili ujifunze lazima uingie kwenye hii field uone namna gani wanaishi, mambo yanakwendaje. Ukiwa mbali huwezi ukaenda, ukiingia utajua, na ukienda utajua namna gani wanaishi, namna gani wanahitaji. Kwa hapo naweza nikasema vya kujifunza vipo vingi, lakini ni washauri watu tu wajiengage na hivi vitu, watajifunza vingi zaidi.
Sawa sawa bwana Frank Mbilu. Nimeona hapa kwamba tumeuanza mwaka 2025 Ndio. na tupo Januari 2025. Sasa nilikuwa nataka nijue labda mipango mikakati ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation ipoje kwa mwaka huu? Ndio, hii ni Januari 10 na tarehe 28 ya mwezi wa 12 mwaka jana. Ndio, hii ni Januari 10 na tarehe 28 ya mwezi wa 12 mwaka jana. Na 8 ya mwezi wa 12 mwaka jana 2024 tulikuwa na mkutano mkuu. Mkutano mkuu huo ulihusika kufanya vitu vikubwa vitatu. Tulipitisha katiba ya TUF, tukapitisha viongozi kikatiba, na pia tukafanya uchaguzi wa bodi ya wakurugenzi pamoja na kupitisha makisio ya bajeti ya fedha kwa mwaka 2024-2025. Matarajio yetu yako hivi: kwa mwaka huu tumejidhatiti kukamilisha usajili rasmi wa kiserikali kwa taasisi yetu. Maana tulikuwa tunafanya huduma hizi, kwanza tulikuwa hatujapata usajili, lakini tulikuwa tunafanya wakati huo tunatafuta process. Kwa sasa hivi tumefikia process nzuri kwa sababu tayari tushapata katiba yetu chini ya msimamizi wa masuala ya kisheria, mshauri na msimamizi wa masuala ya kisheria Bwana Pervix William Nagala. Na sasa hivi tuko kwenye mchakato sasa wa kukamilisha usaili. Tunakamilisha swala letu la ofisi, tupate ofisi yetu na kisha tuwe na usajili wa kudumu. Lakini kikubwa zaidi tulichojipanga nacho mwaka huu, tuna event ambayo tutaifanya nje ya mkoa. Tumepanga kuwa na event ya mkoa ambayo itakuwa ya pili, kwa sababu huu mwezi wa pili na watatu tutakuwa na zoezi la iftari. Tutafutulisha kama taasisi katika vipindi hivi vya mwezi mtukufu Ramadhani pamoja na Kwaresima, tutafutulisha. Na mwezi wa tano tutakuwa na event sasa ya kwenda kule mji kasoro bahari, mji wenye milima mingi, mji wa Morogoro, na mengi ambayo kamati ama naweza nikasema bodi ya wakurugenzi itakaa na kuvipanga. Lakini katika mkutano mkuu, vitu vikubwa viwili ambavyo tumepanga kuanza navyo katika hii miezi ya kwanza ni swala zima la usajili pamoja na event kubwa itakaofanyika Morogoro. Mengine watu wataendelea kupata updates katika mtandao wetu wa kijamii wa Instagram. Watapata sana taarifa zinazoendelea mara baada ya bodi ya wakurugenzi kutangaza rasmi. Sawa bwana Mbilu. Tunajua kwamba hii taasisi ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation ni taasisi ambayo inajishughulisha na kusaidia watu wenye uhitaji wa vitu mbalimbali, sio hivyo? Sasa tunataka tujue kwamba mbali na kusaidia watu wenye uhitaji, taasisi yetu imejipanga kufanya nini? Taasisi yetu imejipanga kufanya nini kitu kingine cha ziada na kusaidia watu wenye? Okay, nashukuru sana kwa swali lako zuri sana ndugu mtangazaji. Naweza nikaliita swali chokozi ama swali chokonozi kwa Kiswahili fasaha. Sisi kama TUF nje ya kuwasaidia wahitaji, pia tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Sisi kwetu mtu anapopata tukio la msiba, tunahakikisha tumekuwa naye sako kwa bako, yani bega kwa bega. Mtu katika taasisi yetu mwanachama amefiwa na mzazi wake, tutahakikisha tunafika eneo la tukio, tutahakikisha mpaka siku tukio limefanyika mpaka labda wanazika, wanasafisha, tuko pamoja nao. Tutawasilisha pale kama ni rambirambi yetu, au tutasubiri arudi tuwasilishe rambirambi yetu. Mwenzetu anaumwa, tutahakikisha tunamfikia, tunaona mambo yake yanakaaje, labda kuna sehemu ya kuchangia matibabu na nini, tutarudi sisi wenyewe tutajichangisha. Labda kuna sehemu ya kuchangia matibabu na nini, tutarudi sisi wenyewe tutajichangisha kwenye grupu letu. Tutafanya namna tunavyoweza ili mradi yule mwanafamilia mwenzetu apate huduma nzuri. Kwa sisi wenyewe kwanza tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe katika mambo mbalimbali ya kijamii. Pia tuko hapa kutengenezeana pia connection, yani network baina ya sisi na watu wengine, kwa sababu sisi tunakutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo katika kikundi chetu kuna wanafunzi, kuna watu ambao tayari wameshamaliza kusoma, kuna wengine wapo kwenye kazi, kuna wengine hawana kazi. Kwa hiyo mumu tunakutana, tunapeana network. Mwingine anasema bwana, mimi natafuta mtu ambaye labda anafahamu kuendesha gari vizuri, ni fundi wa gari, mimi naye. Unatoa kuku kwenye familia, unampeleka pale, atapeleka CV zake, atakulia, ataonekana, atakapopata Mungu atakayofanyika. Kwa hiyo tuko hapa kutengenezeana network sisi kama vijana. Sawa. Kwa hiyo tuko hapa tunatengenezana network, pia kutengeneza mahusiano mazuri kama kwetu sisi vijana na jamii na serikali yetu kwa ujumla.
Kwa hiyo ndio mambo makubwa ambayo tunayangalia nje ya kuwasaidia wahitaji. Okay, tukimalizia hapa kwamba ni kipi ambacho unajivunia kwenye taasisi? Nashukuru sana kwa swali zuri sana ambalo nilitarajia pia uniulize, na hata kama usingeliniuliza ningejiongeza kuliongelea. Kwa kweli mimi ninachojivunia, tulianza wachache sana. Nakwambia tulianza kama watu 15 hivi. Lakini mpaka sasa katika grupu letu Sogozi la WhatsApp tuna takribani memba 200. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri, na kama usingeliuliza basi ningekujibu tu ningejiongeza. Kwa kweli ninachojivunia mimi na tunachojivunia kama taasisi, kwanza tumepata memba wengi kutoka watu 15 mpaka sasa kwenye grupu letu Sogozi tuna watu 220. Lakini katika watu 220 naweza nikasema watu 60 mpaka 80 ndio active participant ambao tuko nao bega kwa bega kuhakikisha kuwa ndugu zetu wahitaji wanafikiwa. Pia najivunia kwa sababu mpaka sasa hivi tuna katiba. Kwa majukumu yetu yote tunayofanya kikatiba. Na iwe ni memba iwe ni kiongozi ameenda kinyume na miko na taratibu za katiba, basi ataadhibiwa kulingana na katiba. Atapelekwa katika kamati ya nidhamu, itamwadhibu, katiba itamwadhibu vizuri. Kwa najivunia tuna katiba, na pia tushaanza kufanya kazi kikatiba na kuwa na wanachama hao 60 mpaka 80 active, ambao kila tukitangaza event, kila tukitangaza jambo basi tunakuwa nao sako kwa bako. Na pia najivunia tuna timu kubwa ya uongozi. Kuna viongozi 6 ofisi kuu, kuna jumla ya viongozi 14 ambao ni wa kamati kuu, kamati tendaji, na pia tuna bodi ya wakurugenzi ambao tumeipata tarehe 28 mwezi wa 12. Kwa najivunia sana kupata bodi ya wakurugenzi ambayo yenyewe ndio inachora dira ya taasisi kwa mwaka mzima na kupanga mipango mbalimbali ya kitaasisi. Kwa najivunia sana kupata bodi hiyo, na wana TOF pamoja na Watanzania kwa ujumla wajue kuna mazuri yanayokuja kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu wahitaji na kuhakikisha kwamba hao wanaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki tunawasaidia kwa ukubwa. Ila tu kwa kumalizia, naona baada ya hapo sitakuwa na fursa nyingine ya kuongea. Ndio. Ongezeko la uhitaji bado ni kubwa sana kulingana na maadili tuliokuwa nao sasa. Sasa hivi vijana wengi wanazaa, namna ya kulea inashindikana. Kwa hiyo elimu ziongezeke huko mashuleni, huko mtaani, kuhusiana na uzazi wa mpango, namna gani ya kufanya malezi. Na pia ukiona bado hujakaa sawa kiuchumi, kifedha, basi usikimbilie kutengeneza familia, mwisho wa siku ukatelekeza. Kwa sababu ukienda kwenye vituo, asilimia kubwa huyu mtoto alitupwa sehemu fulani, alitelekezwa, huyu wazazi wake wamefariki. Kwa hiyo tufikirie hayo mambo kama jamii, ili mradi tupunguze hili wimbi la ongezeko la watoto wahitaji na watoto wa mtaani. Lakini kwa pamoja tunaweza kurejesha furaha na tabasamu yao ambayo imekwisha kupotea. Sisi kauli mbiu yetu inasema tengeneza furaha yangu. Sawa. Asante sana. Nikushukuru sana Bwana Frank Mbingu. Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana kwa kunipa abra ya kufanya mahojiano ya ana kwa ana pamoja nawe. Ndio. Nashukuru sana. Pamoja sana basi. Na nikukaribisha sana katika podcast zetu za A Media. Asante sana A Media. Ndio. Na bila shaka naye ni mkurugenzi pia. Nashukuru sana. Wakurugenzi tumekutana. Pamoja sana bwana. Wakurugenzi vijana. Naam. Yes. Bana, haya ni mahojiano mafupi tu na moja kati ya wakurugenzi au mmiliki wa taasisi ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation, Bwana Frank Mbingu. Alikuwa akituelezea machache na akitupa hints tofauti kuhusiana na taasisi hiyo ya Thamani Yangu Utu Wangu Foundation. Ni taasisi ambayo amesema kwamba inajihusisha na vitu vingi sana. Bana, mwisho wa hii kitu ndio mwanzo wa kitu kingine. Mimi sina la ziada. Nipende tu kukwambia kwamba jina langu ni Anton Charles na nyuma ya kamera amesimama Kinda. Asante.